Bila shaka umesikia au kutazama filamu kuhusu mdoli maarufu kwa jina la Annabelle kwenye filamu kama vile The Conjuring, Annabelle pamoja na Annabelle Comes Home ya mwaka wa 2019. Hii leo tunaangazia hadithi yenye giza sana ya mwanasesere huyu aliyetawaliwa na mapepo. Japo mwonekano wake ni tofauti na unavyoonyeshwa kwenye filamu hizi, matendo yake ya kishetani hayana tofauti hata kidogo. Kwa mwonekano ni mdoli wa kawaida sana, mwili wa kitambaa, nywele za uziuzi na pua lenye umbo la pembe tatu. Kisa cha Annabelle kiliibuka mwaka wa 1970. Mwanafunzi wa uuguzi aitwaye Donna alipopewa mdoli huyu na mama yake kama zawadi ya Krismasi. Donna waliishi hostel pamoja na rafiki yake wa kike aitwaye Angie. Mwanzoni Annabelle alionekana kuwa mdoli wa kawaida sana, lakini ndani ya wiki chache mambo ya ajabu yalianza kutokea. Annabelle alianza kuhamahama kutoka sehemu moja hadi nyingine, kuchezesha miguu na mikono yake. Akaanza kuonekana kwenye vyumba tofauti tofauti, kupiga magoti na kusimama wima, jambo lisilowezekana kwa midoli ya kawaida. Mara karatasi zilizosheheni maandishi ya ajabu, maandishi yalionekana kana kwamba yaliandikwa na mtoto mdogo kutokana na hati yake. Maandishi kama vile tusaidie, msaidieni Lo. Annabelle alitisha zaidi alipomshambulia mvulana mmoja kwa jina la Lo, rafiki wa Donna na Angie. Tangu awali Lo hakumpenda mwanasesere huyu, na mara kwa mara alimsisitiza Donna kuutupa mdoli huu kwa sababu alihisi haukuwa wa kawaida. We can't keep it here. We have to throw this doll away immediately before something else happens. Usiku moja akiwa amejilaza kochini, alizinduka ghafla. Alimwona Annabelle miguuni mwake, akahisi akinyongwa na mikono isionekana, akashindwa kusogea kutoka alipojilaza. Siku nyingine aliingia chumbani na kuhisi kuna kitu nyuma yake. Alipogeuka hakukuwa na mtu, lakini ghafla alichanwa na makucha matatu kwenye kifua chake. Maumivu yalikuwa makali, ila majeraha yalipona haraka isivyo kawaida. Wakiwa wamejawa na hofu, wasichana hawa walimuita mpiga ramli ambaye angejua kuzungumza na roho aliyekuwa kwenye mdoli huo. Roho huyo alijitambulisha kama msichana mdogo aitwaye Annabelle Higgins aliyefariki karibu na eneo hilo na kusema, nataka tu kupendwa, nataka kuishi na nyinyi. That's not a child. Donna na Angie kwa huruma wakafanya makosa makubwa kumruhusu aendelee kuishi ndani ya mdoli huo. Annabelle akazidisha makeke zaidi kwa awamu hii. Mara wakifungua mlango walimpata Annabelle akisimama. Donna na Angie wakiwa hawajui la kufanya, wakawaita Ed na Lauren Warren, wachunguzi maarufu wa masuala ya mapepo na mizimu. Walipofika walibaini kwamba mdoli huo haukuwa na roho ya Annabelle, bali lilikuwa pepo baya lililojifanya mtoto ili hatimaye lijiingize kwa binadamu na kumiliki roho yake. Walifanya maombi ya kutoa mapepo na kisha baadaye wakaondoka na mdoli huo hadi kwenye Warren Occult Museum, makavazi yao ya kuhifadhi vitu vilivyo na mapepo huko Monroe, Connecticut. Safari ya kumpeleka Annabelle kwenye makumbusho hayo haikuwa ya kawaida, bali ilikuwa ya kutisha. Breki za gari zilikataa kazi, gari likakosa mwelekeo kana kwamba liliendeshwa na nguvu za ajabu. Ikawabidi kumwagia mdoli Annabelle maji ya baraka ili kupunguza nguvu zake. Kwa sasa Annabelle amehifadhiwa kwenye kisanduku cha kioo na ujumbe mkubwa juu yake unaosema, tahadhari, usifungue tafadhali, kilichofungwa kwenye Warren Occult Museum, makumbusho ambayo kwa sasa yamefungwa kwa umma. Huenda ukadhani Annabelle alipunguza nguvu, ila mhifadhi wake wa sasa anadai Annabelle amezidisha nguvu maradufu kutokana na visa ambavyo huwatokea wale wanaomdhihaki akiwa ndani ya kioo hicho. Kuna kasumba kwamba Annabelle alitoweka kutoka kwenye makumbusho. Huenda ni huo mdoli ulionao hapo kochini.